Dude kali sana hili. Maumivu amekopi na kupesti. Kopi. Sijui video anazo amekopi na kupesti. Kopi. Kichwa cha habari cha Feedback kinasema Ibra aibukia chumbani. Habari za asubuhi bwana mkuu. Habari za asubuhi sijaziandika lakini watu wako BASATA. Habari za asubuhi zinaendelea kulindima shaka wangu. Sasa nikasema wakili wako huyu si wakili wa kila mtu, nimpigie simu nimuulize, maana sasa hivi sina wakili. Hivi kuna shutuma na tuhuma? Tofauti yake ni ipi kwanza, ili unilinde nisije nikaanza kubwabwaja nikapuyanga yakanikuta ya kunikuta. Shutuma na tuhuma tofauti yake ni ipi? Shutuma na tuhuma. Kama utojali ni kusomee hichi kitu kidogo, uniambie hii ni shutuma au ni tuhuma. Mtu anaweza akakushutumu yoyote. Sawa? Yoyote yule. Tuhuma ni anakutuhumu mtu ambaye ana mamlaka ya kutuhumu na ana uwezo wa kutuhumu na ana haki ya kutuhumu. Na hiyo mara nyingi inatumika sana kwenye jinai, sio madai. Haya mkubwa, ngoja nikusomee hii ili uniambie kwenye kifungu cha sheria hii ni tuhuma shutuma. Kwenye kurasa ya Ibra ameandika, sitokusifu roho mbaya na wala sitokutangazia mabaya yako, na ndiyo maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu. Hapo hajamshutumu wala hajamtuhumu. Sawa? Ibra kaendelea kusema, lakini pia ninachoamini msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa na umenisaidia sana kaka Konde. Unajua lazima turudi kwenye mkataba, tuongozwe na hisia na mambo ya huruma. Kwa hiyo Ibra kitendo cha kusema kwamba Harmonize anasema alipe hela, ni jibu tu ambalo amelijibu kutokana na nini? Na jamaa alivyotaka nini? Mkataba utekelezwe. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa unataka nimuue kikatili, wakati nguvu za kupambana ninazo kaka Konde. Kama Harmonize anasimamia mkataba yuko sahihi, ila kama ni maneno yake tu hawezi kushinda. Na bado unataka kunitangazia ubaya. Sema nini kakaangu? Sante. Maana hata nikiongea mimi maskini, kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua lengo lako mimi nikose kabisa msaada ili nije tena kuomba pango, uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza, na jaribio lako likashindikana. Inawezekana Ibra kipengele cha hiyo fedha kukilipa hakukiangalia kwa sababu alikuwa na mahitaji ya haraka wakati huo, kwa kaangalia vile ambavyo vinampendelea tu. Hizi ambavyo vinaweza kuja kuwa shida kwake kuviangalia. Kama angeviangalia asingekubali. Yote inawezekana. Kwenye kila kitu tunaangalia nani amekosea. Kama Harmonize amekosea, ina maana hawezi kupata hiyo fidia, kwa sababu unapokuja katika hekalu la haki lazima uwe umenawa, umeoga, uwe msafi kwa upande wako kwanza. Yaani kama kuna uzembe au kuna kitu ambacho Harmonize alikifanya na yeye amechangia uvunjifu, ina maana huwezi kuita uvunjifu kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza kuvunja. Ibra inawezekana kwa upande wake masharti ya mkataba alikuwa heshimiwi kwa upande wake, inawezekana na yeye pia ana claim kwenye hicho kitu. Lakini kwa sababu mtu wa kwanza kumsikia Harmonize anadai, tunaamini Harmonize ndio wako sawa. Kama atakuja na story yake nyingine na yeye, tunaweza tukabadilisha mawazo pia. Mimi sio chakula bro. Mimi ni msela. Naendelea kukutunzia maovu yako mengine, sababu naamini utabaki kuwa kaka. Vimikono vya shukrani, huku kawimbo kanaendelea kuimba. Kopi na kupesti. Asa hizi ni shutuma au tuhuma? Hao ni maneno tu, hakuna kesi hapo. Alito chumbani kufanyaje? Mbona hajaelezea zaidi? Mkubwa, alito kufanyaje? Kama kuitwa chumbani sio kitu cha ajabu. Mkubwa, kuitwa chumbani akija kitu cha ajabu. Unaweza ukaitwa tu barazani afu ukaitiwa kitu cha ajabu, au ukaitiwa nje ukaitiwa kitu cha ajabu. Mkubwa, yani kuitwa chumbani ni kauli ambayo haiwezi kumfanya mtu aonekane aliitiwa kitu kibaya. Si ameitwa chumbani, sasa ameitwa kufanya labda alinifanyia uzalilishaji wa kutaka kuona siwezi endelea na mkataba huu. Hatuwezi tukatoa hoja kwa kubezi kwenye speculations, maneno kwa kuingizia. Yani yeye atakiwa kutuachia sisi tuimalizie story yake. Yeye atakiwa aseme aliniita chumbani akiniomba 1 2 3. From there sisi tunaweza tukatoa maoni. Lakini tukimuongelea
tunapata mashaka mkubwa. Yaani hatuwezi kuingiza maneno ambayo hayapo. Yeye amesema alipe nyumbani. Amalizie kauli yake kufanya nini? Bado tunaendelea na shutuma na tuhuma. Harmonize kwenye kurasa yake ya mtandao wa kijamii amemshutumu Diamond Platnumz mara baada Diamond kupandisha picha kwenye kurasa yake ya mitandao ya kijamii ya Instagram na kutumia wimbo wa copy na kupesti wa kwake Ibra kwenye picha zake ambazo amezipandisha. Na tuhuma ama shutuma, ndio utani correct sasa, zikielekea kwa Diamond zikiwa personal kuwa yeye ameshiriki kwenye harusi ya Juma Jux pasipo kutumia fedha yoyote, na kusema hata ile private jet ambayo waliipanda ililipwa na rafiki yao mmoja ambaye anaitwa kwa majina Mzenji. Sasa hizi ni shutuma ama ni tuhuma kutoka kwa Harmonize kwenda kwa Diamond? Na je, kisheria Diamond ana uwezo wa kumsuu Harmonize kwa tuhuma au shutuma hizi? Hizo ni tuhuma tu, kwa sababu kama amesema kwamba kulipia, na maana hiyo anamchafua, anaweza kufungua kesi ya kashfa. Kama anasema kwamba yeye akulipia na Diamond analisiti kwamba yeye ndo alilipia, na maana ni kweli alilipia. Lakini kama ni kweli akulipia, hamna kesi hapo. Na issue ya kumchukua msanii sio kitu cha ajabu. Cha msingi wafuate utaratibu. Hakuna mkataba ambao hauvunjiki, ila wafuate utaratibu. Unataka kumchukua msanii wangu, soma mkataba wake. Kama kuna hela ya kulipa, mlipie, mchukue. Haya, kwa hiyo hii ni tuhuma au shutuma? Tumalize utata. Kama ni kweli maneno aliyoongea hayana shida, si ukweli, ila kama ni uongo ni kesi. Sasa hizo nazo si tetesi, mbona unanichanganya shekhe? Wakili wako, hizo ni tetesi kuwa labda kwa sababu Diamond kaposti picha na wafuasi wa mitandao ya kijamii wafumitaki wanahimiza Diamond amchukue mzee wa kukopi na kupesti, ndio watu wanadhani pengine Diamond analipa mashambulizi. Lakini haihusiani na mashambulizi ya Harmonize kumwambia kuwa ile private jet hakulipia yeye. Unajua kuna kitu kinaitwa pride na reputation. Kiswahili chake sasa. Pride ni sifa zako wewe binafsi unazozipa, ambazo mtu hata akizingilia ziwezi zikawa cheti. Na ile Pray God, sura mpya, miguu ya zamani, bodi ya gari, speed ya ndege, matairi ya bodaboda, zile sio pride, ni AKA. Lakini hadhi au reputation ni pale umeingilia sifa zangu ambazo zimetokana na jamii, hiyo ndo kesi sasa. Na kuingilia sifa tu pia sio kuitana chumbani, sifa ni sifa za mtu. Kuna vitu vingine wanaongea sio kesi za msingi. Mtu tu anakuwa ameingilia sifa zako binafsi, hajaingilia sifa ambazo umezipata kutoka kwenye jamii. Kama ameingilia sifa ambazo umezipata kutoka kwenye jamii, hiyo ni kesi nzuri, kwa sababu una lower reputation ambayo ameipata kwenye jamii. Ila kama sifa ambazo amejipa mwenyewe, haina shida. Kwa hiyo lazima tuchole mstari katika hilo. Ina maana hata kama kuna mtu anataka kufungua kesi, lazima awe mati kwenye kuandaa hizo kesi. Maana lazima ujikite kwenye kesi ya msingi. Unaweza ukaandaa ikaonekana vitu vya kawaida. Ndio pia uandaaji nao unaweza ukaonesha kwamba hii ni kesi au sio kesi. Unaweza ukawa na kesi nzuri, lakini anaandaa kashindwa kuiandaa, ikaonekana sio kesi. Kwa kinachoendelea, unataka usimame upande gani? Faili gani likija kwako unachukua hela saa yoyote kati ya Ibra na Harmonize? Nachukua faili yoyote, hapo nitaomba mkataba niletewe, ni usome, nijue mkataba ulikuwaje, pande zote mbili zilikuwa zina perform vipi na imetokea nini. Kwa sababu kikanuni mkataba lazima utekelezwe. Hata ukisoma kifungu cha 37 cha sheria mkataba kinaelezwa hivi. Njia ya kawaida kabisa ya kumaliza mkataba ni kuutekelezaji wake. Kuna njia mbaya za kumaliza mkataba kama uvunjifu, makubaliano mengine ya vinginevyo, kubadilisha wahusika wa mkataba. Hayo mambo yapo pia, lakini njia ya kawaida kabisa kumaliza mkataba ni kuutekeleza kama ulivyokubali. Dunia inatisha wakati unapambana kusali, una wana kuombea ufeli. Wewe gang ukitoka BASATA unipigie kama tumetoroka Mirembe. Watu wanakopi na kupesti